Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laysa kullu man ibtasama fi wajhika yuhibbuk au sadikan wa laysa kullu man samata anka yakrahuk. Sio kila anayecheka na kutabasamu mbele ya uso wako basi wakupenda au ni rafiki, na wala sio kila anayekunyamazia basi wakuchukia. Kulikuwa na baba mwenye hekima aliyekuwa na mtoto wake wa kiume. Yule mtoto wake wa kiume alikuwa akijifakhiri na kujisifu sana mbele ya babake kwa kuwa na marafiki wengi mtaani, na sio mtaani tu, na hata kwenye social media zake, mitandao ya kijamii, kwa kuwa na wafuasi wengi ambao kwamba wanamfuatilia kama marafiki, huku akimcheka baba yake kwa kuwa na rafiki mmoja tu aliyekuwa akimuona akimtembelea. Lakini kila mara baba alipokuwa akimuuliza mwanawe kuhusu marafiki zake, kijana alikuwa akijitapa huku akiwasifia marafiki zake kwamba marafiki zake wote ni waaminifu na anaamini 100% lolote litakalomtokea basi ndio atakayekuwa wa kwanza wao kumsaidia yeye kutokamana na wingi wao. Ibtasama al-ab wa arada an yuallimahu darsan lan yansahu. Baba alitabasamu kisha akataka kumfunza mwanawe lesson, darsa ambayo kwamba hatawahi kuisahau katika maisha yake. Fi yaumi min al-ayami, moja katika masiku, alimchinja mnyama ambaye alikuwa ni kondoo au mbuzi. Kisha akachukua kichwa cha yule mnyama akakitia ndani ya mfuko au kigunia, huku kikiwa kinachuruzika damu kidogo kidogo kutoka ndani. Akamwambia mwanawe, nataka hichi kichwa ukichukue kikiwa ndani ya mfuko, uende kwa kila aliyekuwa rafiki yako, kisha umwambie kwamba umepatwa na matatizo makubwa sana, yametokea yaliyotokea, ukamuua mtu na kilichoko ndani ya hichi kifuko ni kichwa cha huyo mtu. Kwa hiyo unaomba msaada waweze kukunasua katika hili tatizo ambalo kwamba limekupata. Kijana alipoona huo mtihani amepewa na baba yake, akaamua kulitekeleza. Akachukua ule mfuko huku ukiwa inachuruzika damu kidogo kidogo ya yule mnyama, kiasi kwamba ukiitazama ule mfuko utajua wazi ni kichwa cha mtu kimekatwa, kimetiwa pale ndani. Na akaenda nacho mpaka kwa yule rafiki wake ambaye kwamba anamwamini ndio rafiki wake wa karibu, na akamweleza rafiki yake, rafiki yangu, hapa nilipo nimepatwa na tatizo kubwa mno. Nilipotokea kuna ugomvi umetokea baina yangu mimi na mtu fulani, tumepigana na nikatokea kumuua, na hichi kifuko unachokiona nimekibeba mbele yako basi ni kichwa cha yule mtu, na kuomba uweze kunisaidia katika hili tatizo, sijui nitumie njia gani ya kuweza kujitoa katika hili tatizo. Yule rafiki yake ghafla uso ukambadilika na moyo wake ukawa unaenda mbio, huku akamwambia rafiki yake, wallahi hivi sasa tuchukulie kana kwamba mimi sikujui, sikufahamu kabisa, na hata ikitokea huko ukaulizwa, wewe sema unijui wala sikujui. Sitaki kuwa shahidi katika hii kesi. Hii ni jarima, kesi ambayo kwamba ni ya mauaji, sitaki uniingize ndani. Mlango uliokujia na kuomba rudi na huo mlango, yani fanya kana kwamba sikujui kabisa, ondoka, samahani sana, usirudi tena katika hili boma letu. Kuanzia leo chukulia hiyo msikujui, wala usiniingize katika kesi ambayo kwamba silifahamu kabisa. Basi rafiki yake akamfukuza na akafunga mlango. Kijana akaenda kwa rafiki yake mwingine na mwingine na mwingine. Hali ilikuwa kama jinsi ilivyokuwa kwa rafiki wa kwanza, na hata wengine walitishia kwenda kumripotia kwa polisi kwa hichi kitendo alichokifanya. Basi kijana akiwa anahuzunika na huku amevunjika moyo, alirudi kwa babake na akamweleza kwamba baba, marafiki ambao kwamba nilikueleza wote wamenikataa na wamenikana, hakuna hata mmoja anayenifahamu wala hakuna hata mmoja aliyesimama na mimi. Baba akamtazama mwanawe kisha akamwambia, alan, hivi sasa ni zamu yangu. Chukua hichi kifuko ambacho kwamba kiko na kichwa cha huyo mnyama, nenda kwa rafiki yangu mimi, yani rafiki wa baba yake, kisha umweleze yote uliowaelezea marafiki yako, tuone kitakachotokea. Kijana akachukua ule mfuko akaenda mbio mpaka kwa rafiki wa baba yake, huku akihema jasho inamtoka. Akamwambia rafiki wa baba yake, hapa nilipo nimepatwa na tatizo kubwa, nimeua mtu na hichi nilichobeba ni kichwa cha mtu ambaye kwamba nimemuua, kinavuja damu, naomba msaada kutoka kwako. Basi yule rafiki wa baba yake akamwambia, kijana, usiwe na wasiwasi, wewe ni sawa na mwanangu, wala usihofu, niko pamoja na wewe. Akamwambia, nipe hicho kifuko. Akachukua kile kifuko akiwa pamoja na yule kijana. Kisha riwaya ziko mbili, kuna riwaya moja inasema alikwenda naye mpaka sehemu ya faragha, akachimba akafukia kile kichwa, kisha juu akapanda mmea wa maua,
ili mtu yoyote asije akashuku kilichozikwa pale ndani. Na katika riwaya ya pili inasema kwamba alimchukua kisha akaenda naye sehemu ya faragha, kisha akazungumza naye taratibu ili mtu yoyote asifahamu kinachoendelea pale. Basi akamwambia yule kijana kwamba hili sio tatizo lako peke yako, hili ni tatizo letu sote na tutalishughulikia sote kwa pamoja. Akamshika mkono kisha akaenda naye kisirisiri, huku akificha kile kichwa, mtu yoyote asiweze kufahamu kinachoendelea, mpaka kwa baba ya yule mtoto. Akamweleza yote ambayo kwamba yule kijana alimwelezea, lakini yule baba akachukua yule mfuko na akaufungua. Wakitazama ndani ni kichwa cha mnyama. Akamwambia mwanawe, hadha huwa sadiqul haqiqi, huyu sasa ndiye rafiki wa uhakika na rafiki wa ukweli. Huku rafiki yake akashtuka na baba akamweleza kisa chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani ikawa ni kama prank amemfanyia rafiki yake, at the same time ni darsa amemfundisha mwanawe kuhusu uhakika wa maisha jinsi ilivyo. Akhi ukhti, alibra, mazingatio katika hichi kisa ni kwamba as-sadiqu al-hakiki huwa alladhi yakifu ma'aka fi shadaid, rafiki wa kweli ni yule ambao kwamba husimama na wewe wakati wa shida na wakati wa dhiki, wala sio yule ambao kwamba huwa na wewe wakati wa furaha na starehe basi. La taftakhir bi anna laka asdiqa bi'adad sha'ri rasika fa inda shadaid sataktashifu annaka aslah, usijivunie kwa kuwa na marafiki wengi kama idadi ya nywele ya kichwa chako, kwani wakati wa shida ndipo utakapogundua kwamba wewe ni kipara. Al-asdiqa thalathatu anwa'i, marafiki wako aina tatu. Rafiki wa aina ya kwanza sadiqul manfa, ni rafiki wa manufaa. Huyu huwa rafiki yako maadamu anapata faida kutoka kwako, iwe ni mali, pesa au hadhi au cheo. Faida hiyo ikikoma, basi ugeuka kuwa adui yako, hakujui wala humjui. Rafiki wa aina ya pili sadiqul ladha, ni rafiki wa starehe. Huyu hawi rafiki yako isipokuwa kuwe na sababu inayompa furaha kukaa na wewe, kuzungumza, kustarehe na sherehe na kupoteza muda. Hakunufaishi wala humnufaishi, ni kupoteza muda tu. Rafiki wa aina hii jitahadhari sana kuwa naye. Na rafiki wa aina ya tatu sadiqul fadhila, ni rafiki wa fadhila. Rafiki wa fadhila ni rafiki ambaye kwamba hukuhimiza kufanya yaliyokuwa mazuri na kukukanya kutokamana na mabaya, kufungua milango yenye kheri mbele yako na kukuongoza katika hizo kheri, na ikitokea umekosea basi hukukumbusha kwa namna isiyodhalilisha heshima yako. Huyu ndiye rafiki wa fadhila na wa kweli. Ikiwa umenufaika na hichi kisa, basi wafikishie wengine waweze kunufaika nao. As'adallahu awqatakum bidhikri, dumtum fi riayati llah, wassalamu alaykum. Sallu ala alhabib. Sallu ala man qala rabbi ummati hubban li ummatihi wa kana rahima. يا أمة المختار يا أحبابه صلوا عليه وسلموا تسليما.